maajabu ya Mkristo au mtu ambaye amejengwa katika neno la Mungu. Sasa ninapozungumzia maajabu yake mtu huyo, maana hiyo ndio topic ambayo tunaenda nayo, tunaanza leo. Maajabu ya Mkristo au mtu ambaye amejengwa kwa msingi wa neno la Mungu. Maajabu yako ni kwamba thamani yako wewe inazidi hata jina la Mungu. Ina maana thamani yako wewe inazidi hata kiti cha enzi cha Mungu. Thamani yako wewe ambao unajengwa na neno la Mungu inazidi hata mbingu kwa ujumla. Na Mungu anakuheshimu kuliko kitu chochote kwa sababu ya thamani yako. Kwa nini nimesema hivyo? Mtu ambaye anajengwa kwa neno la Mungu, huyo anaishi milele kama Mungu alivyo wa milele, na yeye ni wa milele. Na ndio maana Mungu anakuheshimu kwa sababu wewe na yeye ni wa milele. Kwa nini nimesema maajabu hayo? Tunaenda kuona kwenye kitabu cha Yakobo 1:18. Biblia inasema, kwa kupenda kwake mwenyewe Mungu alituzaa sisi kwa neno la kweli ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Ina maana neno ndio limetuzaa. Sasa ukimdharau aliyekuzaa utakuwa mgeni wa nani? Mama yako, baba yako akikulaani, hakuna mtu ambaye anaweza kukubariki. Na hawa akikubariki, hakuna mtu ambaye anaweza kukulaani hapa duniani. Vivyo hivyo, katika maisha yako ya Ukristo ya kumjua Mungu, kitu ambacho unatakiwa kipe nafasi ya kwanza kabisa kwenye maisha yako ni neno la Mungu. Na hakuna kitu ambacho unaweza kukiwekea mbadala kuliko neno la Mungu. Kwamba unaweza kutumia kitu fulani ili kupata mafanikio fulani tofauti na neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Na ndio maana tukienda kusoma kitabu cha Mathayo 24:35, Biblia inasema hivi, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Vivyo hivyo, ninaposema thamani ya mtu ambaye amejengwa au maajabu yake ni kwamba hapiti, hana mwanzo wala mwisho. Ukiwa Mkristo ambao umejengwa kwa neno la Mungu, hauna mwanzo wala mwisho. Thamani yako wewe ni kubwa kuliko kitu chochote ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ninapozungumzia maajabu yako ni kwamba hata jina la Yesu linamtii mtu ambaye ana neno la Mungu ndani yake. Sio ambaye ana sauti kubwa ya kuomba. Sio ambaye anaitwa ni mtumishi fulani au bishop fulani. Jina la Yesu ukiliita na ndani yako mna neno la Mungu, haliwezi likafanya kazi. Na ndio maana badala ya kupata kiu ya kuwa na kiu cha kwenda mbinguni, ni heri uwe na kiu cha kulienzi neno, kiu cha kulijua neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Yohana 1:1 Biblia inasemaje? Hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini ukiendelea hapo chini anasema hivi, vyote vilifanyika kwa huyo. Ina maana mtu pekee ambaye anaweza kufanya kila kitu anachokikusudia sawa sawa mapenzi ya Mungu ni yule ambaye ana neno la Mungu ndani yake. Na ndio maana nimesema ukiwa na neno la Mungu ndani yako, maajabu yako ni kwamba hauna haja hata kuomba ulinzi. Akikuona shetani anajikwaa, anadondoka, anakata kona. Unakuwa ni mtu wa ajabu kwa sababu lilo neno liliomo ndani yako. Ndio maana ukishuka pale chini anasema hivi kwenye hiyo Yohana, ngoja niisome vizuri ili tuelewane vizuri. Kwenye hiyo Yohana 1:1 anasema, Yohana 1:1 Biblia inasema hivi, anasema hivi Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ina maana neno la Mungu linakuja na full package katika maisha yetu. Yaani majibu ya maombi yetu yote yapo ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo ukilikosa hilo hakuna majibu. Na ndio maana vitu vya muhimu sana ambazo vinaweza kukupa value katika ulimwengu hatuvipate kwa njia ya maombi. Narudia. Vitu vya muhimu ambavyo vinaweza kukupa value, vinaweza kumuonesha Mungu katika maisha yako, hivyo vipatikane kwa njia ya maombi. Maombi yana mipaka bana. Vitu vya kutisha vya ajabu hatuvipati kwa njia ya maombi. Ni vitu gani? Afya njema. Afya njema unaweza kuipata kwa njia ya maombi. Afya njema tunaipata kwa njia ya neno. Na ndio maana Bible inasema vyote vilifanyika kwa huyo. Tunapozungumzia vyote,
hivi vyote ni vitu ambavyo mwanadamu hawezi akakupa ila Mungu peke yake. Vitu ambavyo unaweza kuvipokea kwa Mungu tu, hivyo hauvipati kwa kumuomba Mungu, unavipata mara baada ya neno la Mungu kukaa ndani yako. Ndio maana Biblia inasema vyote vilifanyika kwa huyo. Ndio maana imeanza na afya njema, maisha ya amani. Hauwezi kusema Baba nipe amani. Maombi ya kusema Baba nipe amani hayapo hata kwa Biblia. Maana ukiwa na neno una amani. Ukiwa na neno una afya njema. Ukiwa na neno una ulinzi. Ukiwa na neno una utukufu. Hata akili yako iwe timamu, unahitaji neno, sio maombi. Hakuna mchungaji yeyote hapa duniani ambaye anaweza kutransform ufahamu wako kwa njia ya kuwekea mkono. Na mkono wa mchungaji hauna nguvu kuliko maombi, kuliko neno la Mungu. Hayo maombi ya mchungaji, maombezi, anakuwekea mkono kwenye utosi, hayana nguvu kuliko neno la Mungu. Maombi ya mchungaji yanakubusti wewe kupata kiu ya kulisoma neno na kusikiliza mafundisho. Maombi ya mchungaji hayakufanyi wewe kumjua Mungu. Unamjua Mungu kwa njia ya neno. Umuulize Yesu. Yesu mimi namtaka brother. Aliwaponya wengi, lakini alikuja tu mmoja kushukuru, kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Akauliza wengine kenda wameenda wapi? Kwa nini? Wote ambao wanafuata miujiza, wakiona miujiza hamna, wanaondoka. Kwa badala ya kukimbilia maombezi, kimbilia neno. Badala ya kuwa na kiu cha kuombewa, uwe na kiu ya kusoma neno, Biblia, kusoma maandiko matakatifu. Na ndio maana nikasema hauwezi ukapata kitu ambacho kinaweza kuushangaza ulimwengu kwa njia ya maombi, bali kwa njia ya neno. Ndio utakuta kuna matajiri na pesa, kuna watu wanamiliki majumba, wanamiliki magari, lakini wanakosa amani. Hawana furaha. Maisha ya furaha, maisha ya amani, ulinzi wa kweli tunaopata kwa njia ya kuliishi neno. Neno ndo kila kitu. Anasema hivi, kuendelea, anaendelea. Ndani yake ndimo ulikuwemo uzima. Tunapozungumzia uzima sio kupumua. Unajua unaweza kuwa unaishi lakini hauna uzima ndani yako. Kuna watu wengi tu wanaishi duniani lakini hawana uzima. Kwa sababu kinachobeba uzima ndani ya mwanadamu ni furaha, raha, amani, utulivu wa moyo. Amani ndani ya mwili ndio kinabeba uzima. Uzima sio kupumua. Unaweza kupumua miaka 90 bila kuwa na uzima ndani yako. Ndio maana Biblia inasema ndani ya neno ndimo ulikuwemo uzima. Ndani ya uzima kuna ulinzi. Unaweza kuwa unapumua lakini huna ulinzi. Ndani yake ndimo ulikuwemo uzima. Ndani ya uzima kuna kinga, kuna utiisho ndani ya uzima. Na uzima huo hautokani na maombi. Hakuna maombi ambayo inaweza kukupa uzima. Kinachoweza kukupa uzima ni mafundisho ya mchungaji wako, sio maombezi ya mchungaji. Narudia, maombezi ya mchungaji hayakupi uzima. Kinachokupa uzima ni yale mafundisho ambayo anakufundisha upate kuyaishi. Kama unasikia mchungaji wako anakuambia njoo nikuombee upate uzima, ni mwongo, anakudanganya. Mchungaji yeyote ambaye anajua siri ya uzima ni nini au chemichemi ya kupata uzima ni nini, kwamba ni neno la Mungu, baada ya maombezi hayo kuombea atakwambia kaa nikufundishe. Ndio utakuta wengi wanaenda kwenye maombezi lakini uzima hawapati. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliacha chanzo au chemichemi ya uzima. Wanakimbilia ziada, wanakimbilia mazungumzo. Anasema tena kuendelea, ndani yake ndimo ulikuwemo uzima, ulikuwemo uzima. Ndani yake ndimo ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, na wala giza haikuliweza. Ina maana hapo, ndo maana mimi huwa nasemaga, nakuwa tabia kuzungumza, ukiwa na neno la Mungu ndani yako hawezi ukarogwa. Kurogwa ni matokeo ya ujinga, na ujinga ni matokeo ya kukosa maarifa, na ukosefu wa maarifa ni matokeo ya kuyakataa maarifa. Ndio maana Biblia inasema kwenye Hosea 4:6 kwamba watu wangu, some Hosea 4:6,
Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usio kuhani kwangu. Ina maana maarifa yapo, lakini umeyakataa. Kwa hiyo kurogwa ni matokeo ya kukosa neno. Maana neno la Mungu ndo uzima, neno la Mungu ndo ulinzi. Na kwa nini shetani, wanaomtajataja shetani, anawapiga watu usingizi na uvivu wa kusoma Biblia? Kwa sababu anajua siri ya Biblia, anajua siri ya neno, anajua Mkristo wa neno ni rafiki wa Mungu. Mkristo wa neno huwa anaishi na Mungu. Mkristo wa neno hawezi akamweza. Na ndio maana nawakataza hata wale wafuasi wake kwamba ukiona Mkristo wa neno, mtu wa neno la Mungu ambaye analipenda neno la Mungu linakaa ndani yake, huyo achana naye, sio fungu letu. Kwa sababu gani? Anajua kwamba huyo hawawezi kumweza. Utisho wake sio wa kawaida. Kwa kumwogopa shetani, kuogopa mapepo, kuogopa kufa, kuogopa sijui makorokoro gani, hofu yoyote au oga ni matokeo ya kulikosa neno la Mungu ndani yako. Na ndio maana next time tenda kuzungumza kitu fulani kigumu sana kwa ajili ya topiki hii ambayo tunaianza ya thamani ya neno. Tukutane kipindi kijacho. Asante.